tunapotazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, bless you. Tufungue kitabu cha Samueli sura ya 3, mstari wa kwanza. Tutasoma mengi kidogo, wa kwanza mpaka wa 19. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na ufunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona. Hata taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli halikuwa hamjui Bwana bado, neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale, itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda kalala mahali pake. Bwana akaja akasimama, akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Hebu tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Mungu wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunalitukuza jina lako Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako. Tunasihi Bwana kwamba neno lako utalifanya baraka kwetu, utalifanya baraka kwa watu wanaotazama kupitia TV, utalifanya baraka kwa wanaotusikiliza kupitia redio, na utalifanya baraka kwa watu wanaotutazama kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii Bwana. Hebu neema yako ikawe kuu sana kutosha kila mmoja Bwana kuona udhaifu wake, kuona upungufu wake, na neema hiyo hiyo Bwana ikamuongoze kila mmoja kuweza kufanya matengenezo na kujirejesha mbele zako. Hebu fanya Bwana njia kwamba neno hili litaponya wagonjwa, litainua walioanguka, litafumbua macho yasiyoona, lakini pia litafungua akili za watu waweze kuyafahamu maandiko na kukufahamu wewe, na mwisho wajikabidhi mikononi mwako. Tunaweka hayo yote mikononi mwako tukiomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu na wabariki. Kutoka katika maandiko hayo basi tunasoma ambalo tumelipa jina sauti ya Mungu katika siku za mwisho. Sauti ya Mungu katika siku za mwisho ndilo somo letu. Kwa hiyo mnaweza mkaketi. Jina la Bwana lipewe sifa. Na basi ilikuwa ni nyakati za Samueli. Mungu abariki. Na mnajua wasoma maandiko kwamba kitabu cha Samueli kilikuwa ni kitabu ambacho kimeunganika na kitabu cha Waamuzi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu Samueli aliitwa kuwa nabii nyakati za Waamuzi. Wakati Israeli wametoka Misri na wameingia kwenye nchi yao, hawakuwa na nabii, isipokuwa nabii wao wa mwisho alikuwa ni Yoshua. Yoshua ndiye aliyempokea Musa, na Musa hakuingia kwenye nchi ya Kanaani, aliishia ng'ambo ya Yordani, mashariki ya Yordani, kwenye eneo linaloitwa Kadesh Barnea. Hapo ndipo Musa alipoishia.
Jina la Bwana lipewe sifa. Na basi Musa alipoondoka, ndipo Mungu akamuinua Yoshua awe nabii mahala pa Musa. Na ndipo alipoingia kwenye ardhi ya Kanaani. Yoshua alipomaliza wakati wake na akalala, Mungu hakuwapa Israeli nabii. Jina la Bwana lipewe sifa. Walikaa vizazi vingi bila nabii na waliongozwa na waamuzi. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo tukichukua kipindi hicho cha waamuzi, kinafananishwa kabisa na kipindi cha mataifa. Kwa nini kinafananishwa na kipindi cha mataifa? Ni kwa sababu mataifa nao, baada ya kanisa kumpokea Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, Mungu aliwapa nabii mmoja anayeitwa Paulo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Paulo alipoondoka, Mungu hakutoa nabii mwingine. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo basi na Yoshua alipoondoka, Mungu hakuwapa Israeli nabii mwingine. Ndipo Israeli walikaa chini ya waamuzi. Na hao waamuzi tunajua kwa nuru ya maandiko walikuwa ni wengi, lakini waamuzi halisi na wenye nguvu walikuwa ni waamuzi 5. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hao waamuzi 5, wa kwanza alikuwa ni Shamgali, wa pili alikuwa ni Gideoni, wa tatu alikuwa ni Samsoni, wa 4 alikuwa ni Yefta, na wa 5 nadhani alikuwa ni Baraki. Yes. Wa 5 alikuwa ni Baraki. Baada ya hao walikaa muda mrefu, ndipo Mungu akaja kuinua Samueli kama nabii. Ndipo basi ukimchukua Yoshua ukaongeza watengenezaji 5, wanakuwa 6. Ukimweka Samueli anakuwa wa 7. Ndipo Samueli ni nabii wa kizazi cha 7 kwa Agano la Kale. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndipo basi kanisa nalo lina nyakati 7. Tuna nabii wakati wa kwanza aliyekuwa akiitwa Paulo. Kutoka kwa Paulo, katikati ya Paulo na wakati wa 7, Mungu amekuwa na watengenezaji 5. Haleluya! Hao watengenezaji 5 wanasimama kwenye nafasi ile ile waliosimama waamuzi 5 nyakati za waamuzi, wakati Israeli wameingia kwenye taifa lao. Mwamuzi wa kwanza alikuwa anaitwa Ireneus. Jina Bwana lipewe sifa. Mwamuzi wa pili alikuwa anaitwa Martin. Mwamuzi wa 3 alikuwa anaitwa Mtakatifu Kolumba. Mwamuzi wa 4 alikuwa anaitwa Luther alikuwa ni wa 5. Okay, sawa ni kwa mwamuzi mwingine alikuwa anaitwa Luther, Mungu abariki. Na mwamuzi mwingine alikuwa anaitwa Wesley. Ukimchukua Luther, ukianzia kwa Kolumba, chini ya Kolumba alikuwako Paulo, Mungu abariki. Kwa hiyo ukiwachukua hawa 5 ukawaunganisha hapo, Mungu abariki, wanakuwa 6. Na ndipo basi katika nyakati hizi tulizopo tunapaswa kuwa na nabii. Kwa nini tunapaswa kuwa na nabii? Tunapaswa kuwa na nabii ili vivuli vilingane. Mungu abariki. Kama hatuna nabii wakati huu, basi vivuli vya Biblia vitakuwa vimepishana na kutakuwa kuna hitilafu kwenye neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo basi ni wadokezi wasikilizaji wetu kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Kuna nabii alishakuja, alishahudumu na alishamaliza wakati wake na akaondoka. Na sasa tupo kwenye siku za sauti ya nabii huyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi ukiona leo kuna utitiri wa manabii, jina la Bwana lipewe sifa, akili zikuongoze na utambue kwamba hakuna uwezekano wa kuwepo dola ya bandia bila kuwepo dola sahihi. Hakuna uwezekano wa kuwepo sarafu bandia bila kuwepo sarafu sahihi, kwa sababu kabla bandia haijakuwepo inapasa itangulie iliyo halisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Hatuwezi tukawa na bandia bila kuwepo na halisi. Jina la Bwana lipewe sifa. Leo mtu akikupa mtihani akakwambia nitafutie noti ya shilingi 20,000 ya Tanzania, jina la Bwana lipewe sifa,
akwambia nitafutie noti ya shilingi 20,000 ya Tanzania iliyo ya bandia, hautakaa uipate. Mungu abariki. Kwa nini hautaipata? Kwa sababu hakuna noti halisi ya shilingi 20,000 ya Tanzania. Ili upate bandia lazima ukopi kwenye halisi. Jina Bwana lipewe sifa. Lakini mtu huyo yakikwambia nitafutie noti ya bandia ya shilingi 10,000 ya Tanzania, hata angetaka kontena zima ungemletea. Kwa nini? Kwa sababu kuna halisi ambapo tenda utoe fotokopi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo maadamu tu tunajua maandiko yalisema wakati huu, nyakati tunazoziishi zina manabii wengi wa uongo. Haleluya, na makristo wengi wa uongo. Mungu abariki. Basi tujue kutakuwa na nabii wa kweli na mkristo wa kweli. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini nataka kusema nini? Nataka kusema sauti ya wakati wa mwisho. Kulikuweko na sauti ya wakati wa mwisho nyakati za waamuzi. Samueli alipokuja, huo ulikuwa ndio wakati wa mwisho wa waamuzi. Jina Bwana pesifa. Na huyo mtengenezaji alipokuja akiwa ni nabii, Mungu abariki. Kumlazi Samueli alibeba na sifa mbili, alibeba sifa ya nabii na alibeba sifa ya mtengenezaji. Jina la Bwana pesifa. Kwa hiyo alipokuja Samueli ulikuwa ndio mwisho wa matengenezo, ulikuwa ndio mwisho wa waamuzi. Jina Bwana pesifa. Hiyo tutangazia kitu gani? Atakapokuwa amekuja huyo nabii wa wakati wa mwisho, huo ndio wakati wa mwisho wa mataifa. Ujue neema inaelekea kwa Wayahudi na mataifa wanaenda kufumbwa macho kama ambavyo Wayahudi walifumbwa macho wakati neema ikija kwa watu wa mataifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi hebu tuendelee kwenye somo letu. Maandiko yanatuambia wakati wa Samueli hapakuwa na maono dhahiri. Neno la Mungu halikuwa wazi kwa sababu kulikuwa hakuna ufunuo ulio dhahiri. Jina Bwana sifa. Kwa hiyo ni kizazi ambacho kilikuwa kinatembea kwa kupapasa papasa. Kilikuwa kinatembea kwa kuhisia. Ndipo maandiko yanasema kwamba nyakati hizo za waamuzi ilifikia mahala watu wakajiendesha jinsi ambavyo wanaona inafaa. Hawakujiendesha vile Mungu anataka, ila walijiendesha vile wanavyoona inafaa. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa hakuna maono dhahiri. Kwa sababu neno la Mungu lilikuwa halijawa wazi. Na neno umjia nabii. Maono umjia nabii. Jina Bwana pesifa. Kwa hiyo ilimgharimu Mungu kuwatumia nabii ili neno la Mungu liwe dhahiri, ili maono yawe wazi. Na mnajua maandiko yalisema pasipo maono watu huangamia. Kwa hiyo kama kipindi hicho kilikuwa hakina maono, hiyo ni tangazo kwamba hilo taifa lilikuwa linakabiliwa na maangamizi. Na ili wasiangamie, ilimgharimu Mungu kumtuma nabii. Na basi kama sisi pia tumekuwa na nyakati nyingi ambazo hatuna nabii, hilo ni tangazo kwamba maono kwa watu wa mataifa sio dhahiri. Na utathibitisha hicho kwa kuangalia hali za kiroho zinavyoenda. Kila dhehebu linajaribu kufanya vile inavyoonekana inapendeza kwao. Dhehebu hili linaelekea mkondo ule, na dhehebu jingine linaelekea mkondo mwingine, na dhehebu jingine linaelekea mkondo mwingine. Ukiwauliza watakuambia ni kwa sababu ya imani yetu, si imani ya Mungu, imani yao. Lakini ukweli ni kwamba Wakristo hatupaswi kuongozwa na imani zetu. Hatupaswi kuongozwa na mitazamo yetu. Tunayo imani moja. Maandiko yalisema muishindanie imani moja waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Haleluya. Kwa hiyo Ukristo una mahala pa kuelekea. Tunapoona milengo ni mingi, imani ni nyingi, tunapaswa tujue kwamba mafunuo sio dhahiri. Na kama mafunuo sio dhahiri, kukosekana kwa mafunuo ni tangazo la maangamizi. Jina la Bwana lipewe sifa.
Lakini niko hapa kusema nini? Niko hapa kukuambia mpendo unanitazama, unanisikiliza, kwamba sio kweli kwamba Mungu ametuacha tuende tu bila kuwa na mwelekeo. Mungu anao mwelekeo na Mungu anayo sauti ya kukuelekeza kwenye njia sahihi. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi hebu tuendelee. Kwa hiyo kipindi hicho maono ya Mungu hayakuwa zaidi, na ndipo Mungu akamtuma Samueli ili awarudishe kwenye njia. Kazi ya nabii, Mungu abariki. Nabii yoyote wa kweli, acha wa uongo, nabii yoyote wa kweli anapokuja kuwahubiria watu, anapokuwa ametumwa na Mungu, kazi yake huwa ni kuwarudisha watu kwenye neno. Kazi yake huwa ni kuambia watu, mmeliacha neno, rudini kwenye neno. Jina Bwana pasifa. Leo tunapoona tuna utitiri wa manabii, hawawaambii watu kwamba mmeliacha neno, ila watu wanachowaambia watu ni kwamba toeni mbarikiwe, nunueni maji, nunueni chumvi, nunueni udongo, nunueni vitambaa, mbarikiwe. Vitu ambavyo havijawahi kuonyeshwa kwenye maandiko. Tunapaswa tujiulize, je, Mungu alikosea aliposema hakuna amani kwa waovu? Au kuna namna nyingine Mungu kabadilisha nia yake? Jina Bwana sifa. Kwa maswali yote mawili jibu ni hapana. Mungu hajawahi kukosea. Akikosea atakuwa ni Mungu anayejifunza. Na ikiwa ni Mungu anayejifunza, yeye si Mungu mjua yote. Na akiwa si Mungu mjua yote, hana hazi ya kuitwa Mungu, kwa sababu Mungu ni Mungu anayejua mambo yote. Haleluya. Lakini je, amebadilisha nia yake? Na yenyewe ni hapana. Mungu habadilishi nia yake kuhusu neno lake, kwa sababu neno lake ndiyo hukumu ya vizazi vyote. Jina Bwana sifa. Kwa hiyo Mungu hawezi kujuta, hawezi kutubu. Na kama hawezi kutubu, hawezi kubadilisha nia yake kuhusu neno lake. Mungu ni mwenye msimamo kwenye neno lake. Jina Bwana sifa. Shida iko upande kwa sisi. Upande wetu sisi watu ndio tumeliacha neno la Mungu, na tunajaribu kulifanya neno la Mungu ni kitu cha kuchezea chezea. Hayo ndiyo mazingira ambayo Samueli alizaliwa ndani yake. Samueli wakati anazaliwa, Mungu abariki, maandiko yanasema mzee Eli aliyekuwa kuhani kwa nyakati hizo alikuwa amezeeka sana. Haleluya. Na alikuwa amezeeka kwa kiwango ambacho alikuwa hawezi tena kukemea, alikuwa hawezi tena kuonya, alikuwa hawezi kutoa maamuzi thabiti. Na zaidi ya yote, maandiko yanasema wakati huo mzee Eli macho yake yalikuwa yameanza kupofuka. Mnajua kuhani anafunua kitu gani? Kwa mujibu wa maandiko, kuhani anafunua kanisa. Haleluya. Ndicho kizazi tulichoko leo. Kizazi tulichoko leo, kanisa limezeeka. Kanisa limechakaa. Kanisa haliwezi kuonya tena. Kanisa haliwezi kukemea dhambi tena. Kanisa haliwezi kuwafundisha watu na kuwarudisha kwenye neno tena. Halitoi maamuzi thabiti sawa na neno. Kwa nini? Kwa sababu pepo wa kimadhehebu kaliteka kanisa. Leo kanisa halioni neno la Mungu, kanisa linaona mafundisho ya wanadamu. Kwa faida ya wasikilizaji wangu na watazamaji wangu mnaosikiza sasa, ni kwamba manabii wote akiwemo pamoja na Yesu waliuliwa. Sio na walevi, sio na wazinzi, sio na vibaka. Haleluya. Manabii wote waliuliwa na wakuu wa dini za kimadhehebu akiwemo Yesu. Mitume wa Yesu wote waliuliwa na watu wa kimadhehebu. Paulo aliyekuwa anaitwa Sauli, wakati akiwa ni mtu wa dhehebu la Kifarisayo, biashara pekee aliyokuwa anajua ilikuwa ni kuua na kutesa Wakristo. Haleluya. Kwa hiyo mtu yoyote
ambaye ni kiongozi wa dini za kimadhehebu, mtizamo sahihi wa yeye ni kutetea dhehebu lake na si kutetea neno la Mungu. Kwa hiyo ukienda ukaongea neno la Mungu, mtu wa madhehebu lazima mvurugane, kwa sababu anaona unaharibu ulaji wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi Samueli alizaliwa kwenye mazingira kama hayo, wakati ambapo sauti ya Mungu haisikiki, sauti ya Mungu haina ushawishi tena mioyoni mwa watu, haijulikani sawa sawa. Leo pia neno la Mungu halisikiki kwa usahihi. Haleluya. Na hata likisikika kwa usahihi, halina ushawishi masikioni mwa watu na mioyoni mwa watu, kwa sababu kuna pepo fulani wa kimadhehebu kaondoa ushawishi wa neno la Mungu kwenye mioyo ya watu. Jina la Bwana lipewe sifa. Tuendelee. Ndipo basi maandiko yanasema mzee Eli akiwa amezeeka hawezi kutoa maamuzi, na watoto wake wanamchezea kama babu mzee, mfano wa leo. Haleluya. Ambapo wanaoitwa wa Kristo ndio walio mstari wa mbele kuliharibu na kulinajisi neno la Mungu, na wachungaji wamekaa wanawaangalia, hawana uwezo wa kukemea. Jina la Bwana lipewe sifa. Sikilizeni, mnaonitazama na mnaonisikiliza, neno la Mungu haliharibiwi baa. Neno la Mungu haliharibiwi kwenye madangulo. Neno la Mungu linaharibiwa na kunajisiwa kwenye nyumba za Mungu, kwenye nyumba za ibada, na wanaoliharibu ni wanaoitwa wa Kristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa maneno mengine ni kwamba waovu wa ulimwenguni sio adui wa neno. Adui wa neno ni wanaoitwa wahubiri. Adui wa neno la Mungu ni wanaoitwa Kristo. Adui wa neno la Mungu ni waenda kanisani, kama ilivyokuwa wakati wa Eli. Jina la Bwana lipewe sifa. Soma maandiko yako kwa makini, utaona walikuwa ni watoto wa Eli. Ofni na Finiasi, makuhani mahala pa mzee Eli, ndio walioleta uzinzi kanisani na wakafanya uzinzi kwenye nyumba ya Mungu. Walikuwa ni watoto wa Eli, Ofni na Finiasi, waliokuwa wakiiba sadaka za Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Nikuulize, nani leo anaongoza kwa uzinzi? Sio kule kwa makahaba. Uzinzi mkubwa na mbaya sana upo kwenye nyumba za ibada. Patrick, unasema uongo. Jina Bwana lipewe sifa. Sikilizeni, wakati wa mzee Eli, uzinzi mkubwa sana na mbaya sana uliomfanya mpaka Mungu akatetemeka ulikuwa unafanywa na watoto wa mzee Eli ibadani, kwenye nyumba ya ibada, kwenye hekalu. Someni maandiko yenu kwenye kitabu cha Samueli ya kwanza sura ya 3 yote, mtaona haya. Na leo je, uzinzi mkubwa sana ulioko duniani unafanywa kwenye nyumba za ibada. Thibitisha hilo Patrick. Nathibitisha kwa maandiko. Yesu Kristo alisema, mtu yoyote amwangaliaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni. Huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo, na hilo ni neno la Mungu, halina mjadala. Ukimwangalia mwanamke na ukamtamani, wewe ni mzinzi. Sikilizeni, mavazi tuliyoyaacha kwenye madangulo tukayakimbia kuelekea kwenye nyumba za Mungu kuokoka, ndiyo yanayovaliwa kanisani. Kanisani leo ni wavaaji wazuri wa vimini kuliko makahaba wa mitaani. Kanisani leo wanawake wanavaa suruali kuliko wanawake wa mitaani, na hawaishi hapo. Au wanawake wanaovaa suruali wanasimama madhabahuni kuhubiri. Jina Bwana lipewe sifa. Huo kama sio uzinzi mkuu sana uliwahi kuwepo ni upi? Sijui kama mnafahamu kwamba kuharibu neno la Mungu ni uzinzi. Na kama mnafahamu kwamba mtu mwanamke kuvaa mavazi ya kikahaba kunamfanya mwanaume fulani amtamani. Haleluya. Na wahubiri wanaruhusu wanawake waingie kanisani wakiwa wamevaa vimini, wakiwa wamevaa vitopu. Mungu abariki. Na maandiko yalisema mwanamke avae mavazi ya kujistiri, sivyo?
Kwa hiyo mhubiri akiruhusu mwanamke aingie kanisani na mavazi ya ovyo ovyo, kwa kuanzia kiroho ni mzinzi, kwa sababu ameharibu neno la Mungu linalosema mwanamke avae mavazi ya kujistiri. Hiyo ni B. Mungu abariki. Huyo mwanamke anaingia mwakiwa amevaa nusu uchi, anawafanya wanaume wote waliomo kwenye kanisa hilo na mpaka mchungaji wake wote waingia kwenye tamaa na wote wahukumiwa kwa uzinzi. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa nikuulize, huyu aliyewaharibu watakatifu wa Mungu kwenye nyumba ya Mungu na yule wa mitaani, yupi bora? Mungu abariki. Bora wa mitaani, kwa sababu anafanya hayo mambo kwa mitaani akiwa amejificha na anajua hilo ni jambo baya. Haleluya. Lakini huyu anayefanya kwenye nyumba ya Mungu na alinabarikiwa na mchungaji, ndio mtu mbaya kuliko wabaya waliowahi kuwepo. Jina Bwana pesifa. Kwa hiyo hayo ndio maisha ambayo mzee Eli alishindwa kukemea, na leo makanisa tena wahubiri tumeenda likizo, uchafu kwenye nyumba ya Mungu unaendelea na hata wahubiri hawajali. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi maandiko yanasema kwenye nyakati hizo, hebu tusome tulinganishe maandiko. Mungu abariki. Samueli ya kwanza sura ya 2 mstari wa 15 mpaka wa 17. Nitasoma. Ndio. Tena kabla ya kuteketeza ndio mafuta kuja mtumishi wa kuhani. Ndio. Akamwambia yule mwenye kuitoa dhabihu. Ndio. Mtolee kuhani nyama ya kuoka. Yaani ilikuwa hivi, Mungu alikuwa ameweka utaratibu. Mungu abariki. Namna gani hawa makuhani watapata nyama za kula kutoka kwenye dhabihu. Mungu abariki. Lakini watoto wa mzee Eli walivuka hilo, wakawa wanachukua nyama za kwenda kuchoma kabla mafuta ya dhabihu hayajateketezwa, wakati Mungu alikuwa anataka Mungu awe wa kwanza. Haleluya. Wao wakajitengenezea utaratibu wa kwao. Kwa nini neno la Mungu alipewa kipaumbele? Kinachopewa kipaumbele sana ni sadaka na waliziki. Wamefikia mara pa kubuni mafundisho ya uongo ili wapate sadaka nyingi. Leo tena kanisa linafundishwa kwamba unaweza ukanunua sadaka, ukanunua sabuni ya upako. Mungu abariki. Na hiyo sabuni ya upako ikaenda ikaosha laana kwako na kwenye nyumba yako. Hayo yametolewa wapi kwenye neno la Mungu? Jina Bwana pesifa. Lakini hayo watu wanayafanya, na hayo watu ndio wanakimbizana nayo. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu sio dhahiri. Sauti ya Mungu haisikiki vyema, haieleweki vizuri kwa watu. Jina Bwana pesifa. Leo jina Bwana pesifa. Watu wamefundishwa kwamba ili nyumba yako iwe na baraka, ifanikiwe, magonjwa yaondoke nyumbani kwako, unapaswa kutoa sadaka ya mzaliwa wa kwanza, ukomboe wazaliwa wako. Imeandikwa wapi? Bwana kaisema wapi? Mungu abariki. Sikilizeni. Mzaliwa wetu wa kwanza kwa mujibu wa maandiko ni Bwana Yesu Kristo. Kwa Agano Jipya, sadaka ya mzaliwa wa kwanza ilitolewa Kalvari. Hakuna fedha, hakuna gharama inaweza ikanunua baraka za nyumba yako kinyume na damu ya Bwana Yesu Kristo. Ikiwa leo wahubiri wanawafundisha kupuuza damu ya Yesu Kristo na kuheshimu fedha mnazozitoa, maana yake wanakufundisha kitu gani? Wanakufundisha hiki, kwamba mauti ya Kristo msalabani ilikuwa ni kazi bure. Au wanakufundisha Kristo hajaja kufa msalabani, kwa hiyo bado tunaishi agano la kale. Itahitaji ujinga fulani kukubaliana na mafundisho ya aina hiyo kwamba Kristo hajafa msalabani, Kristo hajaja. Jina Bwana pesifa. Yesu Kristo alipokuja, maandiko yanasema yeye ndiye limbuko letu. Yeye ndiye dhabihu yetu. Yeye ndiye ndugu miongoni mwa ndugu wengi, na yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Mauti yake yalikuwa ni kukomboa vizazi vyote vitakavyokiri mauti hayo. Jina la Bwana pesifa. Lakini kwa nini watu wanakimbia na kwenda kutoa fedha na kulipia kumkomboa mzaliwa wao wa kwanza? Ni kwa sababu
sauti ya Mungu haifahamiki kwenye masikio yao. Sauti ya Mungu haieleweki kwenye mioyo yao. Ingekuwa inaeleweka kama mimi ninavyoielewa, wasingekubaliana kufanya hayo. Nipo hapa kukwambia, hizo zote zinazokuambia ulipie baraka zako, ulipie ukombozi wako, sio sauti za Mungu. Sauti ya Mungu inasema mmepewa bure, toeni bure. Jina la Bwana lipe sifa. Ni wahubiri wangapi leo wanajua neno la Mungu ni sauti ya Mungu? Jina la Bwana lipe sifa. Lakini hawapo tayari kuliheshimu. Mfano ni huu. Ukienda kwa wahubiri ukawaonyesha, ukawaambia hapa Mungu amesema kwenye Timotheo sura ya 2 na Wakorinto sura ya 14 mwanamke haruhusiwi kuhubiri, wanakuambia hiyo ni sauti ya Paulo. Mungu abariki. Ni sauti ya Paulo. Hii Biblia ni ya Paulo. Jina la Bwana lipe sifa. Hii Biblia ni ya Paulo au ni ya Mungu? Sikiliza, Biblia yote inaitwa neno la Mungu. Amen. Paulo mwenyewe anakataa kwenye Wakorinto sura ya 14, anasema hayo sio maagizo yake, hayo ni maagizo ya Bwana. Mwanamke asihubiri sio maagizo ya Paulo, hayo ni maagizo ya Bwana. Ukiwaeleza hivyo nakwambia unajua hayo yalikuwa ni mazingira ya Korinto, kwa hiyo unapaswa kujua mkutaza. Hebu niambieni nyinyi wahubiri, mazingira ya Tanzania ni yapi? Na mkutaza wa Tanzania ni upi? Niambieni nyinyi wahubiri, mazingira ya Ufaransa ni yapi? Na mkutaza wa Ufaransa ni upi? Alafu niambieni, ni wapi Mungu aliandika Biblia ya Wasukuma? Ni wapi Mungu aliandika Biblia ya Wazaramo? Ni wapi Mungu aliandika Biblia kwa ajili ya Wachina? Neno la Mungu ni kwa watu wote. Jina la Bwana lipe sifa. Sikilizeni nyinyi mnaosema kwamba hayo yalikuwa ni maandiko kwa ajili ya Wakorinto tu. Kitabu chenyewe cha Wakorinto kinakataa. Ndio. Kinasema yalikuwa ni kwa ajili ya watu wote wanaoliitia jina la Bwana. Hiyo ni Wakorinto wa kwanza sura ya 1 mstari wa 2 na wa 3. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, ndio walioitwa wawe watakatifu. Yaani Paulo anatuonyesha kwamba huo waraka unaenda kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, na wale walioitwa na katika Kristo, walioitwa wawe watakatifu pamoja. Amen. Na nini? Pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana Yesu Kristo kila mahali. Huo waraka hauishii kwa Korinto, unaenda kila mahala walipo watu wanaoliitia jina la Bwana Yesu Kristo. Alafu mtu mmoja muongo tapeli kama walivyo watoto wa mzee Eli anasema ilikuwa ni kwa ajili ya Wakorinto tu. La mpendwa, haikuwa kwa ajili ya Wakorinto tu, ilikuwa ni kwa ajili ya Wakristo wote. Mwingine naye anakurupuka anasema hayo yalikuwa ni maagizo ya Paulo. Paulo anasema hayakuwa maagizo yake. Amen. Yalikuwa ni maagizo ya Bwana. Wakorinto hiyo sura ya 14 mstari wa 34 na kuendelea. Nitasoma. Ndio, soma twende. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Anasema wanawake na wanyamaze katika kanisa. Maana hawana ruhusa kunena. Kwa sababu hawana ruhusa ya kunena. Bali watii. Ila watii. Kama vile inavyo Torati nayo. Kama vile inavyonena Torati. Nao wakitaka kujifunza neno lolote. Tuendelee. Na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu mwanamke kunena katika kanisa. Hayo ni maneno, sivyo? Hayo ni maandiko, sivyo? Ndio. Wanasema ni ya Paulo. Ngoja na sisi tujifanye wajinga, ni ya Paulo. Tuendelee kusoma. Au je, neno la Mungu litoka kwenu? Neno la Mungu litoka kwenu? Au kuwafikia nyinyi peke yenu? Ndio. Yaani Paulo anauliza swali, nyinyi mnaoruhusu wanawake kuhubiri, neno la Mungu lilitoka kwenu? Jina Bwana pesa. Na kama lilitoka kwenu, basi liliwafikia nyinyi. Je, liliwafikia nyinyi peke yenu? Manabii wengine wa Agano la Kale alikuwafikiaga? Manabii wengine wa Agano Jipya halikuwafikia? Liliwafikia nyinyi peke yenu? Haleluya.
Hebu tuendelee. Mtu akijiona kuwa ni nabii, nyinyi wote wahubiri na mimi nikiwemo, na nyinyi mnaoitwa manabii na mitume, ikiwa mnajiona nyinyi ni manabii kweli, au mtu wa rohoni, au nyinyi ni watu wa kiroho, na yatambua yanayoandikia, basi mnapaswa kutambua hayo yaliyoandikwa hapo, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Sio maandiko ya Paulo, ni maandiko ya Bwana. Sio maagizo ya Paulo, ni maagizo ya Bwana. Ikiwa huwezi kuheshimu hicho, ni kwa sababu moja tu. Yule roho aliyekuwa amewapagaa wakina Ofni na Phineas, jina la Bwana pewe sifa, amekupagaa na wewe. Lakini Mkristo wa kweli ni yule anayesoma neno la Mungu, ni yule anayesikia neno la Mungu na akasema huyo ni Bwana, akanyosha mikono yake na kujisalimisha kwenye neno. Lakini wengi wanajisalimisha kwenye makanisa yao, wanajisalimisha kwenye madhehebu yao badala ya kujisalimisha kwenye neno. Hicho ndicho kilichokuwa kinamponza Samueli. Badala ya kurudi kujisalimisha kwa Mungu, yeye alienda kujisalimisha kwa mchungaji wake, alienda kujisalimisha kwa kuhani wake. Mungu abariki, ashukuriwe Mungu. Mzee Eli kwenye hilo alikuwa ni muungwana, akamwambia sio mimi niliyokuita, hayo ni maneno ya Bwana. Haleluya. Tunatarajia mhubiri mwaminifu na mnyofu awaambie watu, hata kama dhehebu letu alisemi hivyo, ila Bwana alisema hivi. Neno la Mungu, Biblia ni maagizo ya Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tuendelee mbele. Basi Samueli akapewa maagizo na mzee Eli, akamwambia Bwana atakao kuambia uyasikilize na uyatii kwa umakini, alafu baadaye uje uniambie. Jina la Bwana lipewe sifa. Samueli aliposikiliza sauti ya Bwana, ilikuja inaunguruma kama radi. Ujumbe iliyokuwa inautoa ulikuwa ni ujumbe hatari pale alipolelewa Samueli. Jina la Bwana lipewe sifa. Yaani ujumbe ambao Mungu alimpa Samueli ulikuwa ni ujumbe wa kulikemea kanisa, ulikuwa ni ujumbe wa kumkemea mchungaji wake, ulikuwa ni ujumbe unaotangaza laana kwenye nyumba iliyomlea. Jina la Bwana lipewe sifa. Na Samueli aliposikia akaogopa kusema. Jina la Bwana lipewe sifa. Nadhani hilo linakisumbua tena jamii kubwa ya Wakristo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ujumbe wa Mungu ukija, unakemea baba, unakemea mama, unakemea mchungaji, unakemea askofu, na unatangaza laana kwa yoyote ambaye amevunja neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndipo wahubiri leo wakisoma maandiko wanaona yanalaani makanisa yao, yanalaani makao yao makuu, yanalaani maaskofu wao, yanalaani washirika. Wahubiri wanaogopa kusema, wanaogopa kutangaza hizo laana. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu nisimame na niseme na nyinyi wahubiri. Jina la Bwana lipewe sifa. Okay. Niseme ili kabla ya kulisema ngoja tusome ilipomtokea Samueli, sivyo? Samueli ya kwanza sura ya 3 mstari wa 15. Alafu tuendelee mbele. Samueli akalala hata asubuhi. Samueli akalala mpaka asubuhi. Akaifungua milango ya nyumba ya Bwana. Akafungua milango ya nyumba ya Bwana. Samueli akaogopa kumjulisha Eli maono hayo. Samueli akaogopa kumjulisha mzee Eli, mchungaji wake, kuhani wake, yale Mungu amekemea, yale Mungu amesema, yale Mungu ameahidi. Samueli akaogopa. Jina la Bwana lipewe sifa. Sikilizeni niwaambieni, nyinyi mnaonitazama na nyinyi mnaonisikiliza. Ndio. Wachungaji wenu wanaogopa kuwaambia laana inayolikabili kanisa. Maandiko yalisema amelaaniwa mtu yoyote anayehubiri injili tofauti na ile wanaohubiri mitume. Amelaaniwa. Hiyo ni Wagalatia 1 mstari wa 6. Maandiko yanasema hivyo. Maandiko yanasema amelaaniwa mtu yoyote anayemkosoa Mungu na kumfanya Mungu ana makosa. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa niwaulizeni, ni makanisa mangapi leo yamelaaniwa kwa kwenda kinyume na injili ya mitume? Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Kanisa lolote
linalomweka mwanamke kuwa shemasi. Hiyo ni kinyume na mafundisho ya mitume, limelaaniwa. Na wahubiri wanaogopa kusema kwa sababu watafukuzwa kwenye hayo madhehebu yaliyowalea. Watafukuzwa kwa sababu hayo madhehebu yanawapa ugali, na wao wanaogopa kusema ukweli kwamba kuna laana inalikabili kanisa, kwa sababu wakisema wanaofu watapoteza ugali. Jina la Bwana lipe sifa. Nadhani hiyo ilikuwa ni shida ya Samueli pia. Aliogopa kusema, akijua nikisema mzee Eli atanifukuza nyumbani, atanifukuza hekaluni, na mimi nimelelewa hapa, hii mbona ni mbaya. Na wachungaji nao wanaogopa kusema kwa sababu wanajua wakisema watafukuzwa. Sikilizeni niwaambieni, sio kwamba wachungaji hawajui kwamba yale mafundisho ya panda mbegu, toa ubarikiwe, ni uongo. Sio kwamba hawajui, wanajua. Amen. Haleluya. Ila wakikuambia wanaofu watafukuzwa kazi. Kwa nini? Kwa sababu wachungaji wengi leo, wahubiri wengi leo hawatofautiani kwa umbali na madereva wa bodaboda na bajaji. Tofauti yao ni kidogo. Kwa nini? Dereva wa bodaboda akikabidhiwa bodaboda, mwenye bodaboda anamwambia kila wiki uniletee shilingi 50,000. Mwenye bajaji naye anapangiwa kiwango vile vile. Na wachungaji nao makanisa mengi wamepangiwa viwango vya fedha vya kupeleka kwa askofu mkuu. Kwamba mwezi kila wiki kigonga, leta kiasi fulani. Wewe wa mjini, kanisa lako liko karibu na mji na watu wengi wafanyakazi wenye pesa, utaleta 500,000. Wewe wa kijijini huko utaleta 200,000. Tofauti yao na madereva wa bajaji na bodaboda ni nini? Jina la Bwana lipe sifa. Sasa na yeye hakikuambia upaswi kununua maji, akikuambia upaswi kununua vitambaa, akikuambia uje umevaa smart kanisani, ukija na kimini usiingie. Haleluya. Kiwango cha kupeleka kwa askofu mkuu anakitolea wapi? Na kiwango kisipofika, kuna mambo mawili: au wanyanganywe kanisa la mjini akatupwe kijijini, au afutwe kazi kabisa. Na yeye hajazoea kubeba zege kama wakina Patrick. Sasa inakuwaje? Anaamua kukubaliana na uongo, afundishe mafundisho ya uongo. Hiyo ni nini? Ni hofu ile ile iliyokuwa imemkabili Samueli. Alijua akisema, Mungu abariki, wanaweza wakamfukuza kwenye hekalu, kwa sababu mzee Eli ndiye alikuwa mkuu wa hekalu na wakina Phineas na Hofni ndio walikuwa wasaidizi wake. Kwa hiyo akasema nikisema yatanipata makubwa. Na wachungaji nao leo wanasema nikisema wanawake waruhusiwi kuingia kanisani wamevaa nguo nusu uchi, yatanipata makubwa. Wachungaji wanasema nikisema haturuhusiwi kununua vitambaa na maji, yatanipata makubwa. Hofu ndio silaha kubwa ya Ibilisi. Sikilizeni niwatie moyo nyinyi wahubiri, mmeitwa kukemea na kuambia watu uovu wao. Hicho ndicho maandiko yalichosema kwenye Isaya 58 nadhani. Ilisema piga kelele, paza sauti, waambie watu wangu makosa yao, waambie watu wangu uovu wao. Isaya 58 mstari wa kwanza wasomee. Piga kelele usiache. Anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Waambie watu wangu makosa yao. Wewe mhubiri ndio kazi yako kuambia watu makosa yao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Leo watu hawataki kuambia watu makosa yao. Hawataki kuonekana wanapiga kelele, wanapaza sauti. Na hivyo wanajaribu kuambia watu toweni mbarikiwe. Mungu alisema hakuna amani kwa waovu. Ni vizuri mkaambiwa ukweli. Ni vizuri tuwaambie ukweli. Kama mnaondoka tutahubiria mabenchi. Mungu abariki. Sikilizeni, kama kuna mtu ambaye huwa hana hasara, ni mhubiri wa kweli. Kwa nini?
hawezi akakosa mtu wa kumsikiliza, hawezi kukosa kitu cha kumsikiliza na kusema hiyo ni kweli. Kama wote wakiondoka, miti itasikia, ndege wa angani watasikia. Unasema ndivyo ilivyo Patrick. Naam, maandiko yalisema hubirini injili kwa kila kiumbe. Haleluya. Kama watu wamegoma kukusikiliza, panya waliomo kwenye kanisa hilo unalohubiria watakusikiliza, watasema hiyo ni sauti ya Mungu. Unasema Patrick, hayo huwa yapo nayo. Ndiyo, nikukumbusha unaonitazama na unaonisikiliza. Hapo nyumbani kwako ukimuona panya, utambue jambo moja. Babu wa huyo panya wa babu wa babuza aliisikia sauti ya Nuhu akihubiri, akaingia kwenye safina. Ndio maana huyo panya yupo. Ukitembea mtaani au uko msituni ukamuona nyati, ujue babu na bibi wa bibi na babu wa huyo nyati walimsikia siku moja Nuhu anahubiri injili, wakaingia kwenye safina. Kwa hiyo wasomi waligoma kuingia kwenye safina, wasomi waligoma kumsikiliza Nuhu, lakini bata, nguruwe walimsikia Nuhu wakaingia kwenye safina. Sasa nikuulize, nani alikuwa na hasara, waliompuuza Nuhu au waliomsikiliza Nuhu? Jina la Bwana pesa. Sasa wewe mhubiri unaogopa nini? Kinachokufanya uogope ni kwa sababu unawaza masilahi ya ulimwengu huu. Mungu abariki. Wewe Mkristo unaogopa nini? Kutoka kwenye kanisa linalofundisha mafundisho ya uongo na uenda kwenye kanisa linalohubiri injili ya kweli. Unaogopa nini? Jibu ni moja, ulishatishwa ukaambiwa ukifa hatutakuzika. Kwa hiyo unahofu kwamba ukiondoka, ukifa hawatakuzika. Nikuulize wewe, kama sio ujinga ni kitu gani? Ni nani aliwahi kufa mtaani kwenu? Ni nani aliyewahi kufa kijijini kwenu? Ni nani aliyewahi kufa kwenye jimbo lenu na hakuzikwa? Jina Bwana bisi. Unasema walizikwa na town council, walizikwa na serikali ya mtaa. Sasa nikuulize, kuna hasara gani ukizikwa na serikali ya mtaa? Hebu nisaidie. Yohana Mbatizaji alibatizwa, alizikwa na kuhani nani? Yohana Mbatizaji. Nani alienda kumzika? Kuhani yupi alienda kumzika Yohana Mbatizaji? Mungu abariki. Jibu ni kwamba hatofautiani na watu waliozikwa na town council. Lakini je, hiyo kutokuzikwa na kuhani ilimuondolea Yohana Mbatizaji utakatifu wake? Wale watakatifu tunaowasoma wafia imani waliokuwa wanaliwa na simba na kuchomwa moto, walizikwa na askofu nani? Walizikwa na mchungaji nani? Mungu abariki. Wengine wao nyama zao na mifupa zao zilikuwa kinyesi cha simba. Je, hayo yaliwaondolea utakatifu wao? Kwa nini uogope kuifuata kweli eti tu kwa sababu hawatakuzika? Mungu abariki. Jibu ni moja, yule pepo aliyekuwa anajaribu kumtisha Samueli kakupagaa, anakutisha na wewe. Unayenisikiliza, rudi kwenye neno. Neno ndiyo sauti ya Mungu ya wakati wetu wa mwisho. Neno ndiyo njia ya wokovu wako. Neno ndiyo sababu kuu ambayo Mungu amekupa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo wahubiri wanaogopa kusema neno kwa sababu wanahofu wakisema neno masurufu yao yataharibika. Na Wakristo nao wanahofu kulifuata neno kwa sababu wanahofu wakilifuata neno makanisa ya watawatenga. Nikwambie mpendwa unaonitazama, mpendwa unaonisikiliza, watakatifu wote walikuwa ni watu waliotengwa. Madhehebu yaliwatenga, lakini Mungu aliwapenda. Kwa nini aliwapenda? Kwa sababu waliipenda sauti yake. Na wewe si uipende sauti yake leo, si ulipende neno lake leo, na wewe si uikubali sauti yake leo ili Mungu akupende. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hiyo Samueli aliogopa kusema kwa sababu ilikuwa ni hukumu kwenye nyumba aliyolelewa. Na wachungaji wanaogopa kusema kwa sababu ni hukumu kwenye nyumba waliolelewa.
na Wakristo nao wanaogopa kusema kwa sababu ni hukumu kwenye makanisa waliolelewa. Jina la Bwana lipe sifa. Lakini inapaswa isemwe. Isemwe, mwenye masikio asikie. Isemwe, anayempenda Mungu alipende neno lake aokoke. Isemwe, wanaolaani walaaniwe. Kwa nini? Kwa sababu injili imekuja kwa kazi mbili. Kazi ya kwanza, wanaoamini waokolewe, na kazi ya pili, wasioamini wahukumiwe. Ndio maana tuko hapa kusema ukweli, ili muamini muokolewe na mkatae kuamini muhukumiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi Samueli ilimlazimu aseme. Kwa nini ilimlazimu aseme? Kwa sababu alikuwa ameitwa kusema. Amina. Mungu abariki. Amina. Yeyote aliye na neno la Mungu moyoni mwake, aliye na roho wa Mungu ndani yake, kwa namna yoyote, Mungu abariki, analazimika kusema. Amina. Ninayasema haya kukutia moyo wewe mchungaji ambaye umekuwa ukiugua moyo kama Lutu alivyokuwa akiugua moyo Sodoma. Mungu abariki. Maandiko yanasema moyo wa haki wa Lutu ulikuwa unaumia kila mara alipokuwa akiyaona maovu yanayoendelea Sodoma. Mungu abariki. Naamini kuna wachungaji wema, kuna Wakristo wema katikati ya makundi maovu ambao wanaona uovu unaendelea na mioyo yao inaumia, inawaka moto, ila wanaogopa kusema. Mungu abariki. Nataka mseme. Mseme ili mpone. Mseme ili watu wapone. Tuseme ili watoto wa Mungu wapone. Tuseme ili watoto wa Mungu waokolewe, wasiangamie pamoja na walimwengu. Mungu abariki. Tunatakiwa tuseme na Wakristo waseme na dunia iseme na watu wachague pa kuelekea. Jina Bwana lipe sifa. Leo sauti ya Mungu ni adimu kwa sababu Wakristo wamekuwa dhaifu kuliko wanasiasa. Haleluya. Wanasiasa wanaweza wakatangaza sera za vyama vyao, wanaweza wakatangaza habari zao, wakazunguka na kusema, alafu Wakristo wenye kweli wamefumba midomo. Matokeo yake siasa inakuwa juu ya neno la Mungu. Jina la Bwana lipe sifa. Hebu tuseme. Mtu mmoja aliwahi kuniuliza, akasema, wewe Patrick, kwa nini kila ukisema, kila ukihubiri, unahubiri vizuri, alafu mwishoni unaharibu kwa kusema wanawake hawaruhusiwi kuhubiri? Sasa kama ulishasema, si ukae kima ulishasikia? Mungu abariki. Hawajasikia. Wangesikia wangeacha. Wanawake hawaruhusiwi kuhubiri, nasema tena, kwa sababu hawajasikia. Kusikia ni kuelewa. Yaani baba yako akikwambia nimekutuma nenda kwa John, ukaanza kupiga hatua, akakuuliza umesikia nilichokuambia? Maana yake anakuambia nini? Umeelewa nilichokuambia? Kwa hiyo kama wamesikia wajaelewa, tunapaswa turudie kusema na kusema na kusema, siku wakiacha tuache. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndipo basi, kwa nini hamuoni shida? Wanasiasa kwenye kampeni, atasimama mtaa huu atasema nitajenga daraja, akienda mtaa mwingine anasema nitajenga daraja, akienda wilaya nyingine anasema nitajenga madaraja, anaenda maeneo mengine anasema nitajenga daraja na barabara, ambao mioyo yenu inawaka moto. Simameni tuseme. Simameni tumtangaze Mungu. Huu ni wakati wa mwisho. Hebu kila mmoja asimame na aonyeshe upande wake. Walio wa Mungu warudi kwa baba yao Mungu, na walio wa Ibilisi warudi kwa baba yao Ibilisi. Kila mmoja aonyeshe upande wake. Nikuulize wewe Mkristo mwenzangu, kama mitume wangeogopa kukatwa vichwa, leo ungekuwa na Ukristo? Kama wafia imani wangeogopa kuliwa na simba, tungehubiri nini leo? Kama wangependa ugali, kama wahubiri wa kisasa wanavyopenda ugali, tungehubiri nini leo? Ukristo ungekuwa wapi leo? Wako wapi leo wakina Yohana wa kale waliokatwa vichwa? Wako wapi? Wako wapi leo
wakina John Wesley wa kale wako wapi leo? Wakina John Hashi wa kale wako wapi leo? Mungu abariki. Wakina John Wycliffe wa kale wako wapi? Hawaonekani kwa sababu kila mmoja anahubiri kwa maslahi yake. Nikuulize, kama John Wycliffe angehubiri kwa maslahi yake, tungekuwa na Biblia leo? Kama Martin Luther angehubiri kwa maslahi yake, Uprotestanti ungekuwa wapi leo? Kama John Wesley angehubiri kwa maslahi yake, Ukristo ungekuwa wapi leo? Mungu abariki. Hebu tuhubiri kwa maslahi ya ufalme wa mbinguni. Hebu Mkristo ishi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Rudini kwenye neno na mumtukuze Mungu wa mbinguni, na Mungu awabariki. Tusimame. Wetu mwema na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ulisema kwenye neno lako, mwenye sikio nasi kwa neema yako tumesema, ili yule aliye na sikio la ndani asikie. Bwana, hebu waamshe Bwana kwa mahubiri haya. Waamshe kwa hiyo sauti yako mfalme, ambayo imetoka kwenye neno lako na kuwaendea, ili Mungu wakugeukie na kukurudia wewe Bwana. Tunalaani kila roho ovu za kidini na za kiulimwengu zinazojaribu kukandamiza na kuzuia sauti yako isiungurume na isisikike katika mioyo ya watoto wako. Hizo zote zikashindwe katika jina la Yesu Kristo. Wale waliosema hiyo ni kweli, Bwana, amsha mioyo yao, amsha fahamu zao Baba, wakurejee wewe mfalme. Tunawaweka mikononi mwako mfalme, wale wote ambao ni wahubiri, mioyo yao imekuwa ikiugua juu ya yale yanayoendelea kwenye makanisa na madhehebu, lakini wanashindwa kusema kwa hofu ya kupoteza mikate na ajira. Hebu neema yako iwashukie Bwana, watambue na kulikumbuka neno la mtumishi wako Daudi alilosema, nimeishi na sijawahi kumwona mtakatifu wa Bwana akifa kwa njaa na watoto wake wakizurura mitaani kuomba mkate. Wakajua wewe ndiye Jehova Jire Bwana, wewe ndiye Mungu barikie, wewe ndiye Mungu inuae, wewe ndiye Mungu unayejipatia kila kitu Bwana. Unajipatia riziki kwa ajili ya watoto wako, unajipatia amani kwa ajili ya watu wako, unajipatia yote Bwana, na unajipatia hudumu wa kweli. Hebu jalia mfalme, hao ambao mioyo yao inaugua wasimame tena na waseme, kwa sasa nitaanza tena. Wainue mfalme au Wakristo Bwana ambao wamechoka katika madhehebu na dini za uongo na mafundisho ya uongo, ambao wamekuwa wakisema tutaisikia wapi tena sauti ya Bwana, au wenye njaa na kiu ya haki, waamshe tena Bwana, warudi nyumbani mfalme, waonyeshe kwamba sauti yako ndiyo hii Bwana. Waonyeshe tena ule ujumbe ambao umetuma kwa kizazi hiki, ili wakurejee wewe Bwana. Ponya wagonjwa, inua walioanguka, mbariki kila mmoja Bwana ambaye moyo wake unakutumainia wewe. Tunawakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, kwa hapo tumefikia mwisho, lakini hata hivyo unaweza kututafuta tena kwa kutupigia simu zifuatazo: 0765 033 887. Narudia tena 0765 033 887. Lakini pia tuna line nyingine unaweza kutafuta kwa hiyo, ambayo ni 0692 784 111, yani 1 mara 3. Na Mungu awabariki. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.